zuri makini ambao litakufanya usogee kutoka sehemu ya chini kwenda sehemu ya juu sana, tukizingatia kwa sababu ni vitu ambavyo Mungu ameruhusu kunipatia somo hili kwa ajili ya kushare mimi na wewe. Na somo lenyewe kabla tujaenda kulichambua na kulitazama kwa undani zaidi, lazima tuombe kwanza, maana Mungu anatamani kushirikishwa na kutambuliwa kila wakati. Basi na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa kuwa umetupatia nafasi nyingine tena kwa ajili ya kukusikiliza wewe na hata kutafuta ama kuruhusu maagizo yako yaje kwetu ili nasi tuyatumie katika maisha yetu ya kila siku. Tusaidie kwa wako mtakatifu, Mungu Roho Mtakatifu atusaidie kutukumbusha tunapokuwa katika maisha yetu ya kila siku. Kwa jina la Yesu, amina. Somo letu la siku hii ya leo nimelipa kichwa cha somo linasema bidii katika shule. Kwa nini bidii katika shule? Ukitafakari sana bidii katika shule, ni namna moja ama nyingine wanafunzi mashuleni, ya wanafunzi vyuoni, ya wanasoma kweli ama wakoja ama wapo kule kwa ajili ya mantiki nyingine tusiyojua, ndugu na jamaa ama wazazi hawafahamu chochote. Lakini siku hii ya leo natamani tushiriki somo moja linalosema bidii katika shule. Ni kwa nini bidii katika shule? Jambo la kwanza, lakini kabla, ukisoma Wafilipi 4:13 anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ni nani anayemtia nguvu? Ni nani atakayekutia nguvu? Ni Mungu wa mbinguni anayeweza kukutia nguvu wewe na kunitia nguvu mimi na kuwatia nguvu wengine ambao hawako hapa hata katika kutazama ama kusikiliza somo letu la siku hii ya leo. Wafilipi 4:13, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Tutaweza, unaweza na tunaweza wote kufanya chochote ikiwa kinampendeza Mungu, ikiwa Mungu anatukuzwa kwacho, kifanye na nikifanye na tukifanye sote kwa ujumla. Jambo la kwanza, somo la leo nasema bidii katika shule. Ni vipi bidii katika shule? Jambo la kwanza ambalo natamani tushiriki wote ni kwamba jiulize maswali haya manne. Kuna maswali manne ya kujiuliza wewe unayetazama na kusikiliza hubiri hili la leo. Moja, upo shuleni au chuoni kwa lengo la kusoma au upo unafanya mambo yako yaliyo nje ya ratiba? Upo shuleni au chuoni kwa lengo la kusoma au upo unafanya mambo yako yaliyo nje ya ratiba? Swali la kujiuliza la kwanza. Swali namba 2, ulienda kusoma kwa lengo la kupata elimu, uje uajiriwe au ujiajiri au uje uipatie jamii majibu ya maswali yake? Ndiyo, ulienda kusoma kwa lengo la kupata elimu, uje uajiriwe au ujiajiri au uipatie jamii majibu ya maswali yake? Swali la 3, upo chuoni, shuleni kusoma kutafuta sifa kwamba nao ulisoma au kuongeza idadi ya wasomi? Yaani narudia, upo chuoni, shuleni kusoma au kutafuta sifa kwamba nao ulisoma kuongeza idadi ya wasomi? Swali namba 4, upo shuleni ama chuoni kutafuta vyeti au unasoma kutafuta maarifa kwa ajili ya manufaa yako au kwa ajili ya manufaa ya ubongo na kuwasaidia wengine? Yaani narudia, upo shuleni ama chuoni kutafuta vyeti au unasoma kutafuta maarifa kwa ajili ya manufaa yako au na manufaa yako na kwa wengine? Baadhi ya maswali manne ambayo Mungu ameruhusu kuyabaini katika somo letu la siku ya leo, bidii katika shule. Angalizo sasa, angalizo kwako na kwangu na kwa wote wanaosoma na wanaotamani kuwa wasomi ama kuwepo shuleni ama vyuoni. Jambo la kwanza ambalo natakiwa tujiulize na kulifanyia kazi, epuka sana nawe usije ukawa kama hao waliosoma kwa kufanya vitu visivyofaa. Katika ulimwengu tunaoishi huu, kuna wasomi wengi kiasi kwamba unaweza ukashangaa, lakini hawa wasomi wameibadili dunia kuizuia
isielekee huku inakoelekea, kuirudisha nyuma kwa baadhi ya mambo ambayo wakati fulani ukitazama, ukisikia, unajeruhika. Mioyo ya wengi imejeruhika kwa sababu ya hawa wasomi. Mambo mengi yanayofanyika ni kwa sababu ya elimu. Sijajua kama elimu hizi zinawafanya kufanya hayo, ama zinawafanya wameenda kusoma kwa ajili ya kuibadili dunia, kuipatia maarifa dunia na kuipatia uelekeo mzuri, sijajua. Lakini kwa kuwa ni leo tunatamani tujadili kama watoto na watu wa Mungu ambao Mungu ametuumba kuwepo kwenye dunia kwa makusudi maalum, jambo ambalo tunataka kufanya sasa ni hivi ya wasomi ambao wameshasoma walisoma miaka iliyopita na wengine wanaendelea kusoma, lakini wameacha makovu katika jamii. Wameacha makovu katika jamii, na makovu haya yamewafanya wazazi, ndugu na jamaa, jamii na taifa kwa ujumla kufuta machozi kila itwapo leo, kwa sababu ya mambo kadha wa kadha ambayo hao wasomi wameyafanya na kuyavumbua. Sijajua, huenda wanafundishwa vitu tofauti, huenda shuleni, chuoni wamefundishwa vitu tofauti, lakini wanapokuja kwenye maisha halisi wanajaribu kufanya vitu ambavyo tofauti kabisa. Na jambo ambalo natamani tujadili leo ni namna ambavyo wewe uliyoko chuoni, uliyoko shuleni, unatamani kwenda chuoni ama kwenda shuleni, ni vitu gani ambavyo umepanga kuvifanya kuiachia jamii, kuiachia dunia katika nyakati hizi unazoendelea kuishi, ama katika nyakati utakazo Mungu atakapokubali ulale mauti. Dunia utaiachia nini? Dunia utaiambia kitu gani? Tutajifunza nini sisi, mimi ambaye nipo ambao wapo hai, wewe ukishamaliza kulala, tutajifunza nini? Kuna vitabu vimeandikwa kwa ajili yako, ama kuna tabia ambazo wewe ndio umerekodi kwenye mitandao ya kijamii, picha ambazo hata hazieleweki, wakati mwingine hazifundishi jamii kujifunza katika mema, bali zinaifundisha jamii kujifunza katika mabaya. Na vitu ambavyo wakati fulani vinakera ni tabia hizi ambazo tunazionyesha mitandaoni. Leo kila mtu anapoamka asubuhi anaamua kufanya jambo lolote analoliplani na kulifikia katika akili yake. Yaani amejenga nyumba na posti mtandaoni, kafanya wanakula sehemu na posti mtandaoni, yuko kwenye sherehe na nguo za aina fulani na posti mtandaoni. Hizo ndizo dalili na picha ambazo sisi ama jamii inayoendelea kuishi ingali wewe ulishalala, mimi nishalala, inajifunza nini? Inaanza kujifunza kufuata nyayo zangu yote ambayo nishawahi kuyaanika katika mitandao ya kijamii, wapi nimepiga picha, nimefanya nini, jamii inajifunza. Na asilimia kubwa ya mambo kama hayo tunajifunza ni vitu vya ajabu sana. Lakini leo nakutia moyo wewe ambaye unasikiliza na kutazama video hii kwamba kuna wakati wa kufanya matengenezo, kuna wakati wa kuanza mabadiliko. Ni leo, sio kesho. Ni leo. Unapopata kusikia video hii na kusikiza sauti hii, lazima tuanze mabadiliko. Wewe na mimi lazima tuwe barua ya wengine ambao watakiwa jifunze kwako, wajifunze kwangu. Kwetu sote ambao tunaenda chuo, tunaenda mashuleni kusoma, ni lazima tuwe na vitu ambavyo vinaweza kuifanya jamii ikapata badiliko thabiti na badiliko makini. Kitu kingine, duniani leo, ukiangalia duniani leo, ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, kuna maroboti kibao, viumbe ambao wametengenezwa kwa vyuma. Viumbe hawa wengi sana, kiasi kwamba usipofanya cha ziada huko shuleni, usipofanya cha ziada huko chuoni, tusipofanya cha ziada shuleni na vioni, mahala ambapo tumepeleza muda wetu kuwekeza, atawekwa roboti kufanya kazi hiyo. Atawekwa roboti kufanya kazi hiyo. Na jambo zuri ambalo la kujiuliza ni kwamba, na cha kushangaza hivi ni hichi hapa sasa. Sikiliza. Badala ya madereva wanaweza kuendesha magari, kuendesha mashine, kuendesha vyombo fulani. Leo wakati fulani kuna wataalamu wanatengeneza magari, anawekwa robot.
Wewe ambaye umeenda shule ukacheza, ukautumia muda wako kufanya vitu visivyofaa, itafika sehemu mahala ambapo ulikuwa unasoma ukawe driver, utakuta robot huko. Na robot anafanya kazi masaa 24, 24 hours, hachoki. Wala kwamba kuna mvua inanyesha akaigame sehemu, hakuna kitu kama hicho. Kwanza anaanza ni ile mashine tu ina control, ikimaliza moto wanaweka wenzio, kama ni betri ya kumongezea charge na utambulisho, anaendelea na kazi masaa 24. Lakini wewe rafiki unayesikiliza, ni wa kike, wa kiume, uko chuoni, uko shuleni, umefanya vitu ambavyo havipatii bidii akili yako kuongeza ufanisi mzuri, uwe bora zaidi ya maroboti. Umekaa kufanya vitu ambavyo wenda havina mantiki katika ulimwengu tunaoishi. Na jambo jingine ni kwamba badala ya mkulima, kuna roboti analima, kuna roboti anapanda, kuna roboti anavuna. Sasa kama wewe chuoni ama shuleni umeenda kufanya vitu ambavyo vinakufaidisha wewe tu bila kutazama mbele zaidi, tutaishia kujaza vyeti majumbani. Una degree, una master, una PhD, ni profesa, una diploma, una certificate, wakati huo ukililia ajira, kwa sababu kuna muda uliopita uliupoteza. Na kama ungejiuliza na kufuatilia hata kwenye mitandao ya kijamii, kuna mahala ambapo mashine zipo zinafanya kazi. Tole mfano hata mashine ya benki yoyote ambayo imeendelea kubwa ina mashine ATM. Hapo mashine moja wenda wangewekwa watu labda 80, anayetoa hela, wanaoingiza, wanaotoa, yani hao wangeajiriwa wengi. Lakini kuna mashine moja